Naeleza genocide kwa sababu tuna muungano hapa. Tuna Tanganyika na Zanzibar. Lakini kwenye uchaguzi huu watu walioletwa mazombi na watu kuumiza ni watu wa Tanganyika tu. Samia amecommit genocide dhidi ya Tanganyika kwa sababu ametarget certain group of people kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Niambieni kama kuna mtu Zanzibar kwenye uchaguzi huu ameumizwa. We can categorize this as a genocide. Shangazi, moyo wangu ni mzito sana na kuna mambo mengi sana kuzungumza. Mimi naomba proposal watu turudi barabarani tukaikomboe nchi yetu na Gen Z wako moto. La mwisho actually hili ni muhimu sana. Kuna narrative ma-CCM wanajaribu kupeleka hii kitu kwamba ilikuwa Chadema. Watafeli na wameshafeli. Wakati ya maandamano yanakuja, Lissu alikuwa ndani, Heche alikuwa ndani, Chadema ilikaa kimya. Shukrani sana dada Maria. Sijui nianzie wapi, lakini labda nianzie kwa msabaha juu ya wale watu SADC ile commission ambayo walikuwa wanakuja kuobserve uchaguzi. Mesema walitekwa, ni kweli walitekwa. Kuna kitu kimoja alikisahau. Mimi nimesoma ile ripoti vizuri sana. Wale jamaa wamekataa kwamba uchaguzi ulikuwa upo. Wamesema very clearly haukuwepo. Ukisoma ile statement yao inaeleza wazi kwamba walikuwa interrogated na vyombo vya security vya Tanzania, alafu wakanyang'anywa gadgets zao zote, wakalazimishwa kufuta picha zote. Kwa sio walitekwa tu, walilazimishwa kufuta picha na videos ambazo walikuwa wamechukua matukio namna ambavyo uchaguzi ulikuwa umeendelea. Sasa mimi nitashangaa sana kama kuna Mtanzania mwenye akili timamu, naongelea Tanzania mwenye akili timamu, atampongeza huyu mama kwa sababu uchaguzi ni clearly haukuwepo. SADC wamesema hivyo. ANC, chama ambacho ni rafiki sana ya CCM, wamesema very clear kwenye tamko lao baada ya kuondoka. Nasoma hii party. Wanasema for reasons that are currently unknown, a breakdown in communication occurred. As a result, the delegation was unable to observe any aspect of election. Delegation ya ANC, na wote tunajua African National Congress ni chama rafiki au kama sisters party na CCM. Nao pia wamekataa kwamba huu uchaguzi ulikuwa upo. Sasa Mtanzania yoyote mwenye akili timamu akimpongeza huyu mama, nafikiri tutamweka kwenye kundi la milembe. Lakini kuna mambo serious zaidi. Samia amepata kura milioni 30 na kitu. Wanaosema 31-30. Nataka wa Tanzania kwa sababu watu wanatufanya sisi ni wapumbavu, siji ni mazombi, ni watu gani? Kenya walikuwa na kura milioni 14. Walihesabia zile kura kwa siku 5. Tanzania, huyu mama Kizimkazi wanasema amepata kura milioni 30, wamehesabia kwa siku 3. Internet zilikuwa zimekatwa, umeme ulikatwa. It's logistical impossible kuhesabia kura milioni 30 ndani ya siku 3. Kwa sisi sio wajinga na sio wapumbavu. Wote tunakubaliana kwamba kulikuwa hakuna uchaguzi, na uchaguzi tulifanikiwa kuzuia, kama wengi wetu walisema kwamba tutazuia uchaguzi kwa sababu kuna mabadiliko tulikuwa tunahitaji. Sasa mimi napenda niende kwenye hoja ambazo kitu gani kinaendelea ardhini na ile anga ambayo ipo kwa watu. Hawajapigwa risasi waandamanaji peke yao. Kuna footage tumeona. Hiki kikundi ambacho naamini ndio kile kikundi cha mazombi. Kama mnakumbuka kuna story fulani ya Zanzibar walisema kuna mazombi walikuwa na washuti watu wanatembea kwenye magari. Wa Zanzibar, hicho kikundi cha Zanzibar hichi cha mazombi ndio kimekuja kuumiza Watanganyika huko. Najua ita sound kama ubaguzi fulani, lakini ndio ukweli. Hichi kikundi kimekuwa kinashoot watu majumbani. Nimeona watu wamekuwa shot kwenye veranda, wako nyumbani. Watu wamekuwa shot, hawajui hata kinachoendelea. Sasa story ambayo ni very sad na tumaini watu wengi wameiona. Kuna vijana wa miaka 17, 16, 18, 15 soccer players. Hao watoto na dreams zao za mpira. Kuna Twitter moja nimeona iko verified, imetoa hiyo taarifa. Vijana 7
young guys ambao wana dreams wamekuwa shot. Alafu huyu mama anatuambia waliokuwa barabarani na wamepigwa walikuwa ni Wakenya. Kama ni Wakenya, mbona misiba iko majumbani mwetu? Yes, anasema Wakenya. Kwa hiyo kama hawa ni Wakenya ambao walikuwa wanaandamana, wanadai haki, wanataka tuwe na chaguzi ambazo zina make sense, kwa nini misiba ipo nyumbani? Kuna mwandishi wa Clouds FM, nafikiri anaitwa Peter Tindwa. Huyu ni Mkenya. Kuna mengi sana yameendelea kwenye uchaguzi na siwezi kuzungumza mengi kwa sababu roho yangu ni nzito sana. Sasa hatuwezi kukubali, na sidhani kama kuna Mtanzania yoyote au Mtanganyika hususan yupo tayari kuongozwa na mtu ambaye ameua maelfu ya watu. Sidhani kama kuna Mtanzania yuko tayari kuongozwa na mtu ambaye ameua maelfu ya ndugu zetu, jamaa zetu. Sio familia za mapolisi, sio familia za watumishi wa umma, wote wamekiona cha mtema kuni. Mimi shangazi nda propose kitu hapa leo. Sawa. Hatutaki kuback up. Na mistake tutakayofanya ni kuback up. Huyu mama ataanza kuongea maneno laini sijui mapendano. Hakuna mapendano. Tumemwaga damu. Tulipata uhuru bila kumwaga damu. Huyu mama ametumwagisha damu. Moja ya pendekezo langu ni lazima turudi tena barabarani. Na turudi barabarani haraka. Kama atatua, atuue wote. Na uzuri ni kwamba sasa hivi dunia inaangalia, macho yako Tanzania. Mimi nashauri sana wachangiaji watakaopanda hapa, mniunge mkono kwa hiyo hoja. Lazima turudi barabarani, lazima tumdislodge mama. Hatuwezi kuongozwa na mtu ambaye ameua maelfu ya Tanzania wenzetu. Haipo hiyo. Na hatuwezi kuzungumza na mtu ambaye ameua maelfu mpaka watoto. Kuna mama nimeona kwenye veranda amepigwa risasi, analia, majirani wanamshika wanalia. Ukiachana na hiyo, mwezi wa 10 tu, kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10 mpaka tarehe 25, Chadema ilitoa report zaidi ya watu 50 walikuwa wametekwa, wengine wameuawa. Zimeonekana maiti huku Bagamoyo. Kwa nini tupo kwenye taifa ambalo watu wakiwa na mawazo tofauti wanapigwa risasi? Na nimewasikia wanaongea justification yao, wanasema hao watu walitoka nje, wamekuja ndani, lazima tunaweza tukaua. Ndio hivyo vitu wanavyoongea. Kwamba sisi wa Tanzania ambao tulikuwa barabarani kuidai Tanganyika na Tanzania, tumetoka Kenya, sisi tumetoka Rwanda, tumetoka Burundi. Wakati kuna taarifa na zimekuwa confirmed na personal testimonies, baadhi ya watu wengine waliokuwa na washuti watu wetu walikuwa hawezi kuongea Kiswahili. Mimi siamini kama kuna mwanajeshi au kuna mtu yoyote kwenye vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, awe polisi au usalama wa taifa, hajui kuzungumza Kiswahili. Kama raia walipin down baadhi ya watu na wengine wakaonekana hawajui kuzungumza Kiswahili, huyu mama inabidi atueleze watu walitoka wapi. Lakini I know for sure kile kikundi ambacho kilikuwa kinashuti watu na ma SMG na kina special weapons, kuna moja kama mmeiona, wapo kwenye gari moja juu, silaha ina stand kabisa. Mnajua zile silaha zina stand zinachomekwa chini, ile imechomekwa juu kwenye gari na stand. Kweli rais anaweza kadeploy kikosi cha namna hii kwenda kuwaumiza wananchi? Proposal yangu, turudi barabarani haraka iwezekanavyo. Ni lazima tuikomboe nchi yetu. Hatuwezi tukaongozwa na kigenge cha wahuni. Huu ni uhuni. Waandamanaji wameanza kuondoka Kimara kwenda mjini peaceful, wakaanza kuwashoot, wanawapiga risasi, wakawatrigger. Wao unapowapiga waandamanaji risasi, wanaona mwenzao anatoka damu chini, unafikiri watafanya nini? Mbona wanajeshi walikuwepo mwanzoni, wamekaa wamewacontain, watu wanaimba nyimbo za taifa, Tanzania Tanzania nakupenda kwa moyo wote. The moment wameanza kuwashoot raia, wamewatibua. Alafu wanapeleka blame kwa raia. Wanataka kujustify mauaji ya raia. Na ili dada hii shangazi Maria, hii inaweza ikawa ni genocide.
Na ndaeleza why. Najua genocide ina kategori zake. Genocide ni kuua group au ethnic fulani kwa wingi wa watu, kuitarget ethnic fulani. Inaweza kawa kwa kabila fulani, dini fulani, au group la watu wenye character fulani. Naeleza genocide kwa sababu tuna muungano hapa. Tuna Tanganyika na Zanzibar. Lakini kwenye uchaguzi huu watu walioletwa mazombi na watu kuumiza ni watu wa Tanganyika tu. Samia amecommit genocide dhidi ya Watanganyika kwa sababu ametarget certain group of people kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Niambieni kama kuna mtu Zanzibar kwenye uchaguzi huu ameumizwa. We can categorize this as a genocide. Shangazi, moyo wangu ni mzito sana na kuna mambo mengi sana kuzungumza. Mimi naomba niishie hapo, lakini naomba proposal watu turudi barabarani tukaikomboe nchi yetu na Gen Z wako moto. La mwisho actually hili ni muhimu sana. Kuna narrative ma-CCM wanajaribu kupeleka hii kitu kwamba ilikuwa Chadema. Watafeli na wameshafeli. Wakati ya maandamano yanakuja, Lissu alikuwa ndani, Heche alikuwa ndani, Chadema ilikaa kimya. Something unique juu ya maandamano. Maandamano mengi kwenye dispute za uchaguzi au kuipinga serikali yanakuwa kati ya chama cha upinzani na chama tawala, au kati ya chama cha upinzani na serikali au na rais wa hiyo nchi. Lakini maandamano haya ni raia against Samia, ni raia against CCM, ni raia against serikali na vyombo vya ulinzi na usalama kwa sababu vimeumiza. Kwa haya maandamano yako so unique na hizi demand ziko very unique, na Tanzania tumeset precedence. Tumeweza kuzuia uchaguzi na tulifanikiwa kuzuia uchaguzi, na ndio maana baada ya saa 5 asubuhi, saa 6 asubuhi SADC imetoa taarifa kwamba walikuwa hawana any communication na hawakuweza kutarini. SADC wamedeploy team kwenye mikoa 27. Mkisoma report, mikoa 27 kati ya mikoa 31, na katika mikoa 27 walio deploy team zao wameobserve kwenye vituo kulikuwa hakuna watu na vituo vingine kulikuwa kuna watu wachache sana. Kama SADC na hiyo mission yao waliweza kudeploy team kwenye mikoa 27 na wanakiri kwamba kulikuwa hakuna wapiga kura na kwenye vituo vingine vilikuwa completely empty, huyu mama kura milioni 30 amezitoa wapi? Tusifanyane wajinga, na sisi wa Tanzania sio wajinga kiasi hiki. Wa Tanganyika, hii kitu ishakuwa ya Watanganyika. Lazima tubebe mzigo wa Tanganyika na tuirudishe Tanganyika mikononi mwetu. Hatuwezi kubali mambo haya. Shangazi, mimi na propose maandamano ya haraka yaitishwe hata ikiwa wiki ijayo. Shukrani sana shangazi. Shukran sana, pole sana Libe, najua umeumia. Labda tu hii genocide, sijai kukaa kufikiria hivyo. Najua kwenye Rome Statute, nitakuja kuitafuta hapa nisome. Nadhani tukiweza kuonyesha kwamba uongozi ambao ulikuwa umefanya hizi decision na even some of the perpetrators walikuwa wamelenga kikundi fulani, nadhani hiyo tunaweza tukafanikiwa pia, si mbaya. Na tuangalie kwa sababu kuna kuripoti aina nyingi, kuna hiyo ya Rome Statute, kuna vipengele vingi. Kwa hiyo nadhani turipoti, lakini pia tukumbuke kuna link report. Hiyo link tumeweka. Nataka kuhakikisha ICC inapokea ripoti kama 2,000, 10,000, yani iwe ni nyingi, kwa sababu ICC imezoea kupokea kwa mwezi labda application 1 au 2. Watu wanasubiri sijui mpaka wapate sijui lawyer. Sisi hatutaki. Sisi tutasubmit hivyo na vijikiingereza vyetu viende pamoja na picha. Yani kitu muhimu pale kuna attachment, weka picha. Kwa hiyo eleza, wanakuambia eleza ilitokea wapi, wewe sema hii ni da, kama una picha za da weka. Kama ulikuwa umeshuhudia ndo kabisa. Kama hujashuhudia basi useme mimi niliongea na jirani yangu, whatever, andika hapo kwenye maelezo, peleka. Wewe submit. Mwisho wa siku wapo kuna makundi kama 3 tofauti ya wanasheria ambao the experts, kila mmoja anaenda amesema anapeleka ya kwake. Kwa hiyo msije mkadharau, mkumbuke SARS ile ambayo ilikuja kufanywa Nigeria haikuwa watu wengi hivi, lakini ilifanywa haraka sana, na ni kwa sababu wa Nigeria walihamasishana hivi wakapeana linki, wakapeleka mpaka ile ofisi imeshtuka. Jamani, sisi wa Tanganyika tuweze kukubali, lazima wajibikaji, damu ya mtu haiwezi kwenda hivi. Mshabaha, karibu.
Asante, kuna update ndogo tu. Inaonekana watu wanalalamika kwamba Al Jazeera imeondolewa kwenye kingamuzi cha Azam. So hiyo ni kama tu update. Lakini genocide